Subira. Kweli sio kweli? Yaani ile ukatae, hivyo ndivyo ilivyo. Wengi wetu tumekosa subira kwa mambo yote yanayotuzunguka. Mungu hawahi wala hachelewi, ila tunachotakiwa kuwa na subira. Kwa lugha nyingine, uvumilivu. Kuna mambo mengi yameharibika kwa kukosa subira. Kuna ndoa nyingi zimevunjika kwa kukosa subira. Kuna watu wamefukuzwa makazini kwa kukosa subira. Sema amina. Amina. Kweli sio kweli? Ni kweli. Tunakosa subira wanadamu. Sasa cha msingi tukae na Mungu ili Mungu aweze kututendea yale tunayohitaji. Subira ya Mungu ina matunda mazuri yasiyoharibika. Yasiyoharibika. Mungu anabaki kuwa Mungu, ila sisi wanadamu tunapenda mambo ya kuwahi. Unatamani kuwahi. Sawa, kuwahi ni vizuri, lakini sio kwa namna hiyo. Angalia jambo, ukiona liko namna gani, vipi, subiri. Fanya nini? Subiri. Ikija lile la kusubiri linakuja vizuri, lakini ukitaka lile la kuwahisha halidumu. Halidumu. Sasa labda nitoe mfano ambao uko hai, kwa sababu sisi ni Waafrika, tunajuana sote, sio wewe, sio mimi. Kuna watu wengine, labda ni mfano mwepesi, walikwenda kuoa ndoa za kwenda kuwaroga labda wanawake au kuroga wanaume ili waolewe. Huu ni mfano mwepesi, na tunafahamu sababu ndani ya jamii ndoa zile huwa hazidumu. Ikiisha dawa ukachochea tena, na ukichoka kama una pesa za kwenda kuchochea umekwisha, unaachwa au unaachwa. Iwe mwanamume ukaachwa au mwanamke ukaachwa. Kwa nini usingemsubiri Mungu tu wakati wake? Na wakati wa Mungu hauchelewi. Mungu hawahi wala hachelewi. Haya ndio mbaya. Ikifika saa yake anakupa. Akikupa hicho hakiponi, hala anakuuma. Sema amina. Amina. Si ndio rafiki yangu? Si ndio? Hakuna si wanawake anakutendea, lakini ni vizuri kuwa na nani? Na subira, au kusubiri yeye. Sema amina. Sema amina. Amina. Ukimsubiri Mungu, utakachokipata, yani kinapopata kina ulinzi wake, utakifurahia maisha yako yote. Amina. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Usiende kwa mganga wala usizoezue sio mali ya ila hiyo kataka njia ya mkato. Tulizana, tujitunze. Hapo kujitunza, wengi tukisema kujitunza watu wanafikiri ni wanawake tu. Sio wanawake tu. Hapo kujitunza sote binadamu. Sema amina. Amina. Sisi wanadamu sote Mungu anataka tujitunze. Na tunapojitunza anatupenda. Yale tunayoyahitaji yeye anatutendea. Tena kwa uaminifu. Tena kwa nini? Uaminifu. Nimesema nenda haraka. Hebu nifungulie tena kitabu cha nani? Habakuki. Hii andiko nililosoma ni kwenye Agano Jipya. Ana Agano Jipya na Agano la Kale. Agano Jipya ni kioo cha Agano la Kale. Na Agano la Kale ni kioo cha Agano Jipya. Yale yaliyozungumzwa kwenye Agano la Kale akakuja nani huko yakaja yakatokea. Sasa ndio maana huku unasoma huku kwamba atakuja nani? Kwenye Agano Jipya yakaja yakatokea. Sasa na yeye ndio kwa Agano la Kale kioo cha Agano Jipya. Na Agano Jipya ni kioo cha Agano la Kale. Maana ulisimuliwa hapo kwa hiyo na ukayaona huko ukafuatilia huko. Tunana vizuri. Andiko nililokupa ni la Agano Jipya. Kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 37. Hiyo ni subira kwa Kiswahili chepesi. Kuwa na subira. Kuwa na nini? Subira. Unataka gauni, kuwa na subira. Sende njia mkaka. Atakalokupa Mungu utalitunza vizuri. Sema amina. Amina. Tuna njaa, kuwe na subira. Acha kupatika. Kila nyumba tatu huko utaulizwa. Sasa ya maelekezo ndio issue. Kweli sio kweli? Na wengi tumeharibikiwa hapa.
kwenye haya maelekezo, katuambia hivi, tunafanya hivi, si vyema mbele za Mungu. Na Mungu ni mvumilivu kwetu pia. Amen. Na ni msubiri, anajua huyu mwanangu kesho atabadilika, asingepata ukafa. Na ndio maana tupo. Sema amina. Amina. Kwa kweli mambo tunayoyafanya, angesema kwamba ukifanya nimekuondoa, ukifanya nimekuondoa, isingekuwepo. Lakini kwa sababu ya subira yake Mwenyezi Mungu anajua watu nimewaomba, acha tu kuna siku atamrejea mimi. Rai yangu tumrejee yeye. Amina. Sema amina. Amina. Yaani hii hata kama unapenda upendi, rai yangu tumrudie yeye. Ndio mpango mzima. Ukikaa pembeni na yeye, wewe ni mshamba. Ukiwa na yeye, wewe ni mwerevu. Sema amina. Wakati tuko kule mabwawa ya samaki, huwa natoa mfano kama wa kuchekesha, lakini ndio uhalisia ulivyo. Wale na mabwawa ya samaki wanakumbuka. Huwa kama natoa wewe unaweza kama nachekesha fulani hivi, lakini ndio uhalisia wenyewe. Ndio walimu wa baiskeli, usimpelekee gauni shuleni. Mtagombana, maana atalichana chana lote. Na atikuletani na gerisi. Sifundi wa baiskeli. Ndio. Unapelekaje gauni ya shuleni? Hivyo. Atakuharibia. Yeye fani yake ni kutengeneza baiskeli. Ngoro ukitaka dira lako au shati lako lina la kaunda yako ndani, mpelekee fundi wa biasharani wa ngoro. Sindio? Sasa nini zuri lagi ukabadilisha mgongo uliposimama kupeleka kwingine. Jamani, tunaona kama choki lakini ndivyo ilivyo. Acha tumalize. Subira. Yusufu mtumishi wa Mungu alisubiri miaka 13. Ni historia ndefu na muda mchache sana. Yusufu baba yake Yesu au wengine wanamuita Nabii Isa. Baba yake Yesu alisubiri miaka 13. Huyo mtu anaitwa Yusufu. Ibrahim alisubiri miaka 25 kupokea ahadi yake. Miaka 25 akiwa mtu mpaka kupokea ahadi yake. Nenda ndio kidogo. Ndio. Ibrahimu alikaa miaka 25. Wewe unaweza leo ukimwona mwenye kapita na dila la papo na analitaka tena ndio wakili muda haya. Stahili Mungu atakupa. Kwanza leo zetu miaka 13, miaka 20. Hivyo hivyo. Tunaweza? Sisi kidogo tunaweza. Na kwa nini tusiweze? Wana roho kama sisi. Musa alisubiri miaka 40 kabla ya kuongoza taifa la Israeli. Na alisubiri. Sema. Na alifanya nini? Alisubiri miaka 40 anapewa cheo cha kuongoza Israeli. Mimi na wewe leo sasa basi ikipita tena halisi ndani ya mawio. Usifanye hivyo. Tuwe na subira. Kwa jambo lolote. Kwa jambo lolote. Tuwe na subira. Kuna mtumishi mwingine. Huyu Yesu mwenyewe alisubiri kwa muda wa miaka 30. Sio? Kabla ya kuanza kazi fawaisha. Ndio kuzungumzia Kiswahili kigumu fawaisha. Kiswahili. Sio? Miaka 30. Sasa acha nikwambie kitu. Huyu Yesu wengine wanaita Nabii Isa. Wakati watoto wake alifanya mambo ukifuatilia maandiko. Na tayari akiwa anajulikana kama huyu si mtu wa kawaida. Ukifuatilia maandiko, watu mapema walimtambua huyu Bwana Yesu. Na yeye anamuita Isa. Analizaliwa bila mama, ni mmoja kwa duniani.
ila Baba ni mmoja peke yake, hakuna mwingine. Wengine wanamwita Isa, wengine wanamwita Yesu. Unaweza kusikia kwa matangazo au lakini aliyezaliwa bila baba ni mmoja tu. Wengine mpaka sio hao wanasema wao sio kwenye tele asulangani tu. Aliyezaliwa bila ya baba ni mmoja pekee, na vitabu vyote vinajua hakuna mwingine aliyezaliwa kingine. Lakini kutana mtu tena propaganda sio kwa sababu sina haja ya kusema zaidi zaidi, lakini bwana kutosha. Huyu alisubiri miaka 30. Hapo mwanzo alikuwa tayari akifanya mambo na watu mpaka wakamjua kwamba huyu bwana mdogo, lakini mbona mambo anayofanya ni makubwa? Haya mambo anayofanya ni mbona makubwa? Na yeye hakuwa na papara. Na yeye hakuwa na nini? Hakuwa na nini? Hakuwa na papara. Akasubiri. Na alikuwa tayari ana uwezo na kifahamu uwezo wa baba yake. Lakini alifahamu, lakini hakuwa na papara. Akasubiri wakati ufika. Kama kazi ni kazi, kama ndoa ni ndoa. Akasubiri. Sema amina. Amina. Hiyo kwa kukufundisha leo nimemaliza. Sasa labda nikupe kidogo. Hana kwa mtumishi dunia naye afadhali Yohana. Naye ni vile vile. Miaka mingapi? 7. Sio? Mingapi? Hapo 7. Alisubiri, hakufanya papara, hakufanya kiburi cha wanadamu kitu nacho. Alisubiri miaka 7. Sasa kwa habari za kitumishi, mpaka pale napata ruhusa, naambiwa waacha ende. Sasa kazi imetimia, nami nikaridhia, nikamwambia bwana mdogo, sikiliza, sasa unaenda sehemu. Mwenyewe hakuamini, alijua labda mimi nitashikilia ya huduma hapa. Kila mmoja na kibarua chake, kile Mungu alichokupa ufanye. Tunaharibikiwa leo kwa sababu ya kukosa subira. Jana ushaanzisha kitu unataka wewe ng'ang'anie wewe. Sivyo mpango wa Mungu ulivyo. Sikiliza mpango wa Mungu ulivyo. Lakini mdogo alisubiri, hakujiinua. Jamani, leo si mnafurahia hapa ndani? Si mnafurahia? Bwana sisikisha kwa zenu bwana, hili sio kweli. Nani nikisikia ni mapendo makubwa hapa. Nikisikia zile shuhuda, hadi mimi mwenyewe napata ganzi. Nasema ni Mungu huyu. Mungu atupe roho za kusubiri. Amina. Atupe roho za subira.